Jalie mnyenyekevu, Bwana wangu, niondole kiburi, Bwana wangu, nipe moyo wa saburi, Bwana wangu, niondole mashindano, Bwana wangu, nijalie unyenyekevu, Bwana wangu, niondole kiburi, Bwana wangu, nipe moyo wa saburi, Bwana wangu, niondole mashindano, Bwana baada ya hapo akamuua mtu wa Misri mmoja. Alipomuua yule mtu ambaye akawa anachunga huko machikoni msituni, akatokewa na Mungu katika miali ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kichaka ambacho kilikuwa kinawaka moto lakini hakiungui, hakiteketei. Akatokewa na Mungu mahali hapo. Mungu akasema kutokea pale kwenye moto, sauti ikatoka ya Mungu akasema kwamba nenda ukaokoe wana wa Israeli. Alipoambiwa na Mungu kwamba nenda ukaokoe wana wa Israeli, akarudi kule Misri. Japo mara ya kwanza alikataa sana, akasema mimi na kigugumizi, mimi siwezi kusema, sina ujasiri, sina nini, lakini Mungu akamlazimisha, akasema kwa sababu kuna mtu ambaye atakusaidia pale kwa ajili ya kuwatoa wana wa Israeli. Baada ya hapo akaenda kwa mfalme, akaongea mambo mengi sana kwa mfalme. Mfalme akawa anagoma kuwatoa, anagoma kuwaachia, anagoma kuwaachia. Baada ya muda Mungu akaruhusu, akamlazimisha mfalme kwamba watoe wale watu. Walipotoka wale watu wakaanza kwenda kwenye nchi ya Misri, kwa nchi ya Israeli, kwenye nchi ya Israeli ambayo ilikuwa inaitwa Yeriko muda huu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wanapita njiani walivuka mipaka mingi sana ambayo siwezi kuielezea yote. Mpaka wa kwanza kabisa walikutana na bahari ambayo ilikuwa bahari kubwa sana ambayo watu kwa mfano hata bahari ya kawaida hii ambayo tunaiona hapo, lakini hadi inaenda bichi. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuvuka kwa jinsi ya kawaida. Hawezi kuvuka kwa kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu pekee ndiye aliyetembea pale na mwanafunzi mmoja anaitwa Petro. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakaona kwamba huu mtu hatuwezi kuvuka. Ule ulikuwa ni mpaka ambao ulikuwa umewekwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu hakuangalia kwamba huu ni mpaka. Mungu akasema Musa, nyosha fimbo yako juu ya haya maji. Akapiga yale maji yakagawanyika. Huo mpaka wa kwanza. Mpaka mwingine wakavuka bahari, wakakutana na jangwa. Wakawa wanatembea kwenye jangwa kule. Ulikuwa ni mpaka mgumu sana. Walikuwa wanapitia kwenye mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Walikutana na vitu vingi sana ambavyo ni vya kutisha. Wakakutana na nchi ambazo zilikuwa zinawazuia jirani kama Wamoabu, Waamori. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walikutana na mambo mengi sana.